Kusema kweli nimemsikiliza mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, ameniacha na maswali mengi sana. Na mpaka sasa hivi yani kitaalamu tunasema Yanga anaongoza 3, bodi ya ligi ndio wako na 0. Yani Yanga wanashambulia zaidi kuliko bodi ya ligi kwenye mpira, tukiweka kwenye mpira wa dakika 90. Yani nieleweke, tukiweka kwenye mfumo wa mechi uwanjani, kwa sababu tunasema Yanga 3, bodi ya ligi wana 0. Nimemsikiliza Almas Kasongo anavyozungumza. Kilichonishangaza zaidi ni kwamba anasema ikiwashinda wataiomba serikali iingilie. Sasa bodi ya ligi inashindwaje kufanya maamuzi ya kikanuni? Ni kwamba wanaiogopa Yanga au inakuaje? Kwa sababu mpaka sasa hivi Yanga ndio inaonekana, yani Yanga ujue ukimsikiliza vizuri hata mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana ya Steven Mguto, ukimsikiliza vizuri Waliskaria, unakuja kugundua kwamba pamoja na kwamba kuna makosa ambayo yamefanyika kwenye maeneo mengine, lakini Yanga ndio wenye makosa kwa asilimia kubwa. Sasa kama Yanga ndio wenye makosa kwa asilimia kubwa, kwa nini wanashindwa kuwapa adhabu wanayostahili kupata? Maana kanuni zimeeleza wazi kwamba ukifanya kosa hili adhabu yake ni hii. Na Yanga ameonekana amefanya kosa. Sasa kama Yanga amefanya kosa, kwa nini bodi ya ligi inagwaya kuwapa adhabu Yanga? Yanga ni nini? Yanga ina ukubwa gani kuliko bodi ya ligi? Au bodi ya ligi wanaihofia nini Young Africans? Ina maana tuseme Yanga ndo yenye mamlaka ya kuendesha mpira wa Tanzania? Kwamba Yanga ikigoma mpaka serikali itafutwe ingilie kati? Ni kitu ambacho kimenishangaza sana. Steven Mguto ni mtu ambaye amehudumu kwenye mpira kwa muda mrefu, anazijua vizuri kanuni. Kwa hiyo kwa kauli ambayo ameitoa kusema kwamba wakishindwa wataiomba serikali iingilie kati, kidogo ni kauli ambayo imenishangaza kwa sababu kanuni anazijua, na mtu akifanya kosa fulani adhabu yake inajulikana ni nini. Kwa hiyo natamani kusikia Yanga wanaadhibiwa kwa sababu amefanya makosa. Na kuhusu issue nyingine ambayo pia imenichanganya ni issue ya eti kuna timu inaomba mwenzake ashushwe daraja. Atakuwa sijui ni timu gani, aidha ni Simba au ni Yanga, lakini ukiangalia Steven Mguto anasema sasa unataka mwenzako ashushwe daraja ili iweje wakati ndo mpinzani wako. Sasa ni kauli kidogo ambayo imeleta kwangu mimi nimeona kama hakupaswa kuizungumza vile yeye kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Unajua tunapozungumza mpinzani wa Simba au Yanga, sio Simba na Yanga wakikutana wenyewe, ila wapinzani wa Simba ni wale wote ambao wanashiriki ligi kuu. Wapinzani wa Yanga ni wale wote ambao wanashiriki ligi kuu. Manake kitendo cha kusema kuna timu inataka mwenzake ashushwe daraja, manake anaona kama wakati ndo mshindani wake, manake anaona kama hizi timu mbili ndio ambazo zinashindana peke yao. Ni kweli Simba na Yanga ndio timu ambazo zinashindana kwenye vita ya ubingwa. Hakuna timu nyingine ambayo inashindana na Simba na Yanga kwenye ubingwa. Lakini kuzungumza kitu kama hiki hadharani ni kuonesha ishara kwamba hizi timu mbili ndizo ambazo zinaonekana ni timu shindani zaidi kuliko timu zingine. Sasa mwenyekiti wa bodi ya ligi hapaswi kutengeneza daraja la aina hiyo. Mwenyekiti wa bodi ya ligi anapaswa kuziweka timu zote kwenye daraja moja. Yaani Simba, Yanga zote na timu zingine zote ziwe ranked kwenye daraja moja ili kutengeneza usawa kwenye ligi. Kwa sababu ukitengeneza daraja kwenye ligi ni rahisi hata timu zingine kuja kulalamika baadaye. Lakini pia kitu kingine ni kwamba leo yakifanyika makosa ya Simba na Yanga wamefanya makosa, watu wanakuja kurelay kwenye ubinadamu kwamba ubinadamu utumike. Lakini timu zingine zikifanya makosa, ubinadamu hautumiki kwa nini? Ina maana Simba na Yanga tu ndo wanastahili kutumia ubinadamu? Kwa nini timu zingine ubinadamu hautaki kutumika? Kwa hiyo tukubaliane, kama tunatumia ubinadamu, basi ubinadamu utumike kwenye timu zote. Na kama tunatumia kanuni, basi kanuni zizibane timu zote. Sio leo swala linalohusu Yanga tunasema tutumie kanuni, swala linalohusu Simba tutumie kanuni, lakini swala hilo linalohusu Namungo tufuate kanuni, swala linalohusu Coast tufuate kanuni. No, hatupaswi kuwa hivyo. Tunapaswa kutumia kanuni panapotakiwa kutumia kanuni, na panapaswa kutumia ubinadamu patumike ubinadamu kwa timu zote. Sio kwamba eti Yanga tu anafanya nini basi ubinadamu utumike kwa sababu tu kanuni itamfanya labda Yanga ashushwe daraja au Yanga anyang'anywe alama. Au labda Simba kafanya kosa ambalo anatakiwa anyang'anywe alama au ashushwe daraja, basi tu ubinadamu utumike. No. Kama ambavyo kanuni zilimshusha Majimaji daraja, kama ambavyo kanuni zilimshusha Ndanda daraja, ndivyo ambavyo
kanuni zinapaswa kumshusha Simba daraja, kanuni zinapaswa kumshusha Yanga daraja. Yaani tusiwe na upendeleo wa kikanuni, ila tuwe na upendeleo wa maamuzi. Kwamba sometimes kweli hatuwezi kuamua jambo moja sawa kati ya Simba na Namungo kwa sababu ya interest ya ligi yenyewe, lakini pia interest kwenye mambo mengine mengi. Lakini linapokuja swala la kanuni, kanuni zisimamiwe ipasavyo ili kila mtu apate haki yake. Tukianza kuweka masuala ya ubinadamu kwenye kanuni, mwisho wa siku tunatengeneza picha mbaya kwenye ligi yetu, lakini pia tunatengeneza migogoro ambayo haitakaa kuisha. Kwa sababu makosa hayo wanaweza kayafanya Namungo, akayafanya Geita, mwisho wa siku mkawaadhibu, lakini makosa hayo akifanya Simba, Yanga, mnaona hawastahili kuadhibiwa na mnasema ubinadamu utumike. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa hiki ambacho kimeendelea mpaka hivi sasa, nafikiri kuna haja ya bodi ya ligi kukaa chini na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakazitumia kanuni vizuri na sio kutumia binadamu kama ambavyo wanataka kufanya. Binadamu hautusaidii. Kinachotusaidia ni kanuni. Na mpira unajengwa na kanuni, haujengwi na ubinadamu guys.